Mpenzi mtazamaji, hujambo pote pale ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi njema ambayo Bwana ameifanya. Matumaini kwamba Mwenyezi Mungu amekulinda, amekuwa pamoja nawe, ameendelea kukuongoza na kukupa uhai, na ukiona kwamba uko uhai ni kwa sababu ana makusudi mazuri juu ya maisha yako. Karibu sana katika ibada ya neno la uzima, ibada ambayo inakufikia kila wiki, na tunaamini ya kwamba ibada hii imekuwa ni ya baraka kwako, ya kwamba imekukanyagisha hatua moja kwa nyingine, na umeinuka, umeinuliwa na utainuka hata zaidi katika jina la Yesu Kristo. Katika ibada ya siku ya leo, matumaini kwamba utaweza kuyatega masikio yako, ya kwamba utaweza kusikiliza mawasia ya Mwenyezi Mungu. Neno ambalo Mungu atalinena kwako kupitia watumishi wake litakuwa la kukujenga na liweze kubadilisha maisha yako. Lako la kufanya ni kuunganika pamoja nasi, uwe katika roho moja nasi, ili tukaweza kuandamana katika jina la Yesu Kristo. Neno litakapokuwa linanenwa, uhisi ya kwamba neno lile limekugusa, sema amina. Tuma ujumbe wako wa kukubaliana na neno la Mwenyezi Mungu, naye Mungu atatubariki kwa pamoja. Njia ya kutupata na kutufuatilia ni katika mitandao yetu ya YouTube Mwangaza TV Kenya, katika mtandao wetu wa Facebook Mwangaza TV na Mwangaza wa Neno FM. Pia tuko moja kwa moja kupitia runinga ya Kiheo TV, ambapo ukiingia katika pia kurasa zetu za Mwangaza ama Kiheo TV utaweza kutupata pale, na Mungu atakubariki katika jina la Yesu Kristo. Njia ya kutuandikia pia kama ni arafa ni 22914, nambari zetu za arafa na 22913. Tuunganike kwa pamoja, tubarikiwe kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni mtangulizi wako Arthur Kiathi, ambaye atakuwa anaongoza ibada hii. Katika upande wa lugha ya ishara ni Sharon Wamboi, naye kiongozi wa ibada rasmi ibada hii ambayo tunaingia ni mchungaji Bernard. Nimkaribishe katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Thank you Arthur kwa sababu ya utangulizi mwema. Mungu akubariki na azidi kutenda mema. Amen. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu mahali popote ulipo, ninakualika na pia ninakusalimu sana sana asubuhi ya leo. Wewe ukiwa pale Mwangaza FM, Mwangaza TV na pia Kiheo TV, tunawakaribisha sana 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 kila mmoja mahali popote ulipo, kila pembe hapa duniani, kila pembe hapa nchini Kenya, kila kona mahali popote ulipo, kazini, shambani, biasharani yako, nyinyi wote tunawakaribisha sana katika neno la uzima siku ya leo. Bwana, ninajua ya kwamba kama vile mtangulizi ameyasema ya kwamba Mungu wako na mpango wa kila moja, na mpango usio mpango mbaya, bali ni mpango wa kukuinua na kukufanya uwe vyema. Kwa hivyo tunawakaribisha nyote mlio ng'ambo, karibuni sana 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 sana, tuwe nanyi wakati huu. Na pia nisemeni shukrani kubwa sana kuchagua mitambo hii. Mitambo ni mingi, lakini vile mmekubali kuchagua na kutazama, tunashukuru sana, kwa sababu bila nyinyi hata sisi tutakuwa tukifanya kazi bure. Lakini tunaheshimika sana kusikia kwamba mko gangari pamoja nasi tunashukuru Mungu sana sana sana. Tunazidi kushukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ambapo tunaenda kupata neno la uzima, neno ambalo litakuinua kutoka hatua moja hadi hatua nyingine. Kwa hivyo karibuni sana sana, na bila kupoteza wakati wowote, nyinyi wote mahali popote ulipo na uko mahali unaweza simama na kufunga macho, ningetaka tuweze kuomba, naye Mungu anaenda kutubariki sana. Na tuombe. Baba Muumba mbingu na dunia, katika jina la Yesu Kristo, jambo la kwanza ni kuliinua, kulihimidi na hata kulitukuza jina lako. Yes. Tukisema ni asanti kwa wema wako na fadhili zako asubuhi ya leo. Ndio. Maana umeturausha kwa wema wako asubuhi hii Bwana. Ndio. Ni kwa upendo mkubwa Mwenyezi Mungu siku ya leo tumeiona. Yes. Nasi Mwenyezi Mungu tumeungana mahali hapa Bwana kukushukuru na kukuinua. Ndio. Tunasema ni asanti, ni asanti kwa uhai huu. Ni asanti Baba kwa nguvu hizi. Oh, yes. Ni asanti kwa afya hii Bwana. Ndio. Ni asanti kwa sababu ya mavazi haya
haya. Ndio. Ni asante kwa sababu ya kiamsha kinywa asubuhi ya leo. Ndio, Bwana. Ni asante kwa sababu wewe ndio umetenda haya yote Bwana. Yes, Jesus. Tunakusifu na kukuinua asubuhi ya leo. Ndio, Bwana. Tunakualika mahali hapa Mwenyezi Mungu, Ndio. ili ukaweze kuwe na pamoja nasi kila wakati Bwana. Yes. Wakati wote tutakuwa mahali hapa Mwenyezi Mungu. Ndio. Jehova, utembee nasi siku ya leo. Ndio. Utembee nasi hapa na mbali. Yes. Utembee nasi kila sehemu Bwana. Ndio, Bwana. Kuna watu walio mahospitalini Jehova. Yes. Baba, uweze kuwaguza mahali walipo Bwana. Ndio. Kuna watu walio kule jela Bwana. Yes, Baba Jesus. Mwenyezi Mungu, uweze kutembea ndani ya maisha yao. Ndio. Kuna watu Mwenyezi Mungu Jehova, Yes. wako katika shughuli na kazi zao. Ndio. Wote tunakabidhi mikononi mwako Yesu mwana wa Mungu. Ndio. Tukiomba ushindi wako na neema yako juu ya maisha ya kila moja. Yes. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ndio. Tunawaombea watangazaji wote. Ndio. Na watangazaji wote Mwenyezi Mungu. Yes. Mahali popote watu wanatazama. Ndio. Mahali popote Mwenyezi Mungu watu Jehova Bwana Mungu wetu wanatusikiliza. Yes, wote Jesus. tunakabidhi mikononi mwako Yesu mwana wa Mungu. Ndio. Tunaomba mkono wako wa ushindi ukatembea pamoja na wao. Ndio. Kupitia neno la siku ya leo. Yes, Jesus. Maana kuna neno umeandaa siku ya leo. Oh, Lord. Neno la ushindi ndani ya maisha ya kila moja. Hallelujah. Neno la kutoa katika hatua moja kwenda hatua ingine. Yes. Neno Bwana Mungu wetu la kutubariki. Ndio. Neno la kutuponya Mwenyezi Mungu. Ndio. Neno Baba la ushindi maishani mwetu Bwana. Yes. Ndio tunaomba siku ya leo Jehova. Ndio. Kila mmoja ukamnenee Jehova. Oh, yes. Kila mmoja ukamuinue na kumtenda mema. Ndio. Neno hili Mwenyezi Mungu siku ya leo Hallelujah. lisimwache mtu vile amebaki alikuwa Bwana. Ndio. Baba, limnyenyue kutoka hatua moja Yes. mpaka hatua ingine katika jina la Yesu Oh, Kristo. Lord. Ninajua utatenda kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Utatenda. Ninajua utatenda kwa sababu unaweza. Oh, yes. Ninajua utatenda kwa sababu wewe ni mwaminifu. Oh, Jesus. Ninajua utatenda kwa sababu unatupenda. Hallelujah. Unapenda kila mmoja Mwenyezi Mungu. Ndio, Yesu. Oh, unatuwaza mawazo mema Bwana. Mawazo mazuri. Mawazo mazuri Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Mawazo ya kutuinua na kutubariki Bwana. Oh, yes. Mawazo ya kutuponya Mwenyezi Mungu. Ndio. Mawazo ya kutupatia watoto wasio na watoto. Ndio. Mawazo Baba Mungu wetu ya kutubariki tulio chini. Ndio. Mawazo ya uponyaji tulio wagonjwa. Yes. Baba Mungu wetu Jehova, mawazo mazuri kwa mtu Bwana Mungu wetu ambaye anatamani kwenda ng'ambo. Ndio, yes. Baba, mawazo uliompangia ni mawazo mazuri. Ndio, Jesus. Ninajua unatenda siku ya leo. Natenda. Unaenda kufungua njia siku ya leo. Yes, Lord. Unaenda Mwenyezi Mungu Jehova, Oh, Lord. kufungua njia Mwenyezi Mungu. Ndio. Milango ya shaba Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Na milango ya vyuma Mwenyezi Mungu. Ndio. Iliyo Bwana Mungu wetu imefunga huyu mtu Jehova. Oh, yes. Unaenda kuivunja vunja siku ya leo. Jina la Yesu. Unaenda kuisarabatisha siku ya leo. Ndio. Unaenda kuiweka kando siku ya leo. Yes. Unaenda kumpenyesha huyu mtu Bwana. Hallelujah. Huyu mtu ambaye Mwenyezi Mungu Ndio. amesombwa na makesi Jehova. Ndio. Unaenda Baba Mungu wetu kusimama na yeye. Yes. Na kumtetea Baba yetu. Ndio. Kuna mtu Mwenyezi Mungu Ndio. amesumbuliwa na madeni Mwenyezi Mungu. Yes. Oh, Baba Mungu wetu Jehova, tunamuombea Baba Mungu wetu kaingilie kati. Yes. Usikubali akachotwa Mwenyezi Mungu. Usikubali. Usikubali akalie Baba Mungu wetu. Ndio, yes. Simama na yeye kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Simama na Katika yeye. jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Asante Yesu mwana wa Mungu. Asante. Uinuliwe na hata utukuzwe milele. Ndio. Nchi yetu ni mikononi mwako Bwana. Ndio, Bwana. Tunazidi kuombea Kenya Bwana. Yes. Kenya ni nchi ambayo ulitupea. Ndio. Kenya ni nchi iliyo nzuri Bwana. Ndio, Jesus. Kenya Baba Mungu wetu unaidhamini. Ndio. Penda Kenya Mwenyezi Mungu. Naipenda Unatamani Kenya Mwenyezi Mungu. Ndio, yes. Ninajua Baba Mungu wetu Kenya. Yes. Unaenda kuiponya katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Hata Baba Mungu wetu Jehova. Ndio. Kila mahali Baba Mungu wetu kuliko na shida. Ndio. Baba Mungu wetu unaenda kusimama. Hallelujah. Tunaomba mkono wako wa ushindi. Yes. Wewe ni mfalme wa amani. Ndio. Shuka Mwenyezi Mungu. Shuka, na Baba. ukaweze kuponya kila pembe ya nchi yetu ya Kenya. Ndio. Katika jina la Yesu Kristo. Oh, Lord. Inua serikali yetu Bwana Mungu wetu. Ndio. Inua uchumi wetu Mwenyezi Mungu. Yes. Inua hata vijana wetu Mwenyezi Mungu. Yes. Baba Mungu wetu ukafungue njia za makazi. Ndio. Ukafungue njia Baba Mungu wetu. Baba Mungu wetu za kuwainua na kuwatenda mema. Ndio. Kwa sababu unawapenda katika jina la Yesu. Yes. Hata walio shuleni tunawaombea. Ndio. Wakati wanafanya mitihani Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Baba Mungu wetu ukaingilie kati Mwenyezi Mungu. Yes. Ukawainua na kuwatenda mema. Ndio. Kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Hallelujah. Tunaombewa na biashara wote Mwenyezi Mungu. Yes. Ukazidi kuwainua na kuwatenda mema. Ndio. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu. Yes, Tunaomba ulinzi wa kiungu. Ndio. Baba Mungu wetu ndani ya kila mmoja. Ndio. Kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Hallelujah. Baba tunasema ni asante. Asante. Baba tunasema ni asante. Asante. Wakati huu tunaenda kusikia neno lako Bwana. Ndio. Ninajua Baba Mungu wetu umeandaa neno lako Bwana. Ndio. Ukijua Baba Mungu wetu Jehova, Yes. wakulaji wako tayari. Hallelujah. Baba Mungu wetu shukisha neno hili. Yes. Baba Mungu wetu kamguze kila mmoja. Ndio. Na Baba Mungu wetu Jehova, Ndio. Baba Mungu wetu mtendee Ndio. huyu mtu Mwenyezi Mungu. Yes. Umpatie ushuhuda wa ajabu Oh, yes. kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ndio. Katika jina la Yesu Kristo
Mwana wa Mungu tumeomba na hata tumeamini. Amen. Kila mmoja aseme amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali popote ulipo, wewe uko kule Kisumu, uko Mandela, uko Roitoktok, uko wapi, tunawakaribisha sana sana sana, na tunasema pia ni asante sana kwa kutune in baba katika hizi studio zetu, studio ya Mwangaza FM, studio ya Mwangaza TV, studio ya Kiheo TV. Tuna shukrani nyingi sana kwa sababu tunajua Mungu anaenda kuwatenda mema katika jina la Yesu Kristo. Pia wale wako ng'ambo wote tunawakaribisha, wote tunawakaribisha na tunasema ni asante. Pia tunazidi kushukuru kwa sababu ya wate ambao wamekuwa wakisimama na program hizi. Kuna watu wamekuwa wakifadhili, tunasema ni asante. Mlango bado tumefungua, hatujafunga mlango. Unajisikia kwamba leo utasimama na kipindi, shilingi zako 50, 100, 1000, 1200, 1500, chochote Mungu amekusaidia nacho, hatujafunga mlango. Namba hizo hapo katika runinga zako hapo, na ukifanya hivyo Mungu atakubariki na atakutenda mema. Bila kupoteza wakati, nataka sasa kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye anatuletea neno siku ya leo. Si mwingine bali ni Reverend Justus Muridhi. Karibu sana mchungaji. Asante. Thank you. Karibu. Thank you. Good. Thank you sana mtumishi wa Mungu, Reverend Bernard. Mungu akubariki sana sana sana. Umetuongoza vizuri na tunashukuru Mungu sana sana kwa sababu ya hiyo mwongozo katika jina la Yesu Kristo. Ningependa kukusalimia asubuhi ya leo mahali popote ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Natumai ya kwamba uko mzima. Yesu mwana wa Mungu amekulinda kama vile ametulinda hapa na ametutenda mambo mazuri. Kwa hivyo hata nami na kukaribisha sana 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 asubuhi ya leo tuunganike pamoja kwa sababu ya neno la Mungu, na najua kwamba Mungu atakubariki sana sana katika jina la Yesu. Ukiwa hapa Kenya, ukiwa kule Ulaya, kila mahali ulipo unatufuatilia kwa mitandao mbalimbali, tunakukaribisha sana. Tuandamane pamoja katika jina la Yesu Kristo. Bila kupoteza muda na wakati, tutaingia kwa neno la Mungu na Mungu atatubariki sana asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tasoma neno la Mungu katika kitabu cha Maraki 3, tuanzie hapo mstari wa 16, alafu tutaendelea na Mungu atatubariki. Maraki 3 mstari ni wa 16. Neno linasema, ndipo watu wanaomcha Mwenyezi Mungu walipozungumza wao kwa wao, naye Mwenyezi Mungu akasikia mazungumzo yao. Mbele yake kikawekwa kitabu ambamo iliandikwa kumbukumbu ya wale wanaomcha na kumheshimu. Mstari wa 17 iliandikwa hivi, Mwenyezi Mungu asema, au watakuwa watu wangu, watakuwa urithi wangu maalum, siku ile nitakapoinuka kufanya ninalo kusudia. Sitawadhuru kama vile baba asivyomdhuru mwanawe anayemtumikia. Mstari wa 18, hapo ndipo mtakapotambua tena tofauti iliyopo kati ya waadilifu na waovu, naam, kati ya mtu anayemtumikia Mungu na asiyemtumikia. Bwana alibariki neno lake. Amen. Kwa hivyo asubuhi ya leo niko na ujumbe wa mtu ambaye anamcha Mungu, na mtu ambaye anatumikia Mungu, mtu ambaye anatafuta uso wa Mungu siku baada ya siku, mtu ambaye amemtazamia Kristo mwana wa Mungu. Mtu ambaye anatafakari mema na mazuri ya Mwenyezi Mungu.
Asubuhi ya leo nimekuja na ujumbe. Ndio. Nikuambia ya kwamba Mungu anasikia. Oh yes. Na tena Mungu anaona. Ndio. Yale matendo ambayo huwa anatenda. Yes. Na yale matendo ambayo huwa unasimamisha mbele zake. Oh yes. Katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Kwa hivyo asubuhi ya leo, yes, Biblia mahali tumesoma, oh yes, Biblia inaongea juu ya watu hawa walikuwa wanatembea. Ndio. Watu ambao walikuwa wanasemezana. Ndio. Moja na kwa mwingine. Ndio. Na watu hawa hawakuwa wanaongea mambo ya dunia. Hapana. Hawa watu hawakuwa wanaongea mambo ya vile hali ilivyo. Hawa watu hawakuwa wanaongea mambo ya familia zao. Hapana. Hawa watu hawakuwa wanaongea mambo ya biashara zao. Hapana. Hawa watu hawakuwa wanaongea mambo ya ndoa zao. Hapana. Hawa watu walikuwa na lengo moja. Ndio. Na walikuwa na nia moja. Yes. Biblia inasema ya kwamba walikuwa wanasemezana. Ndio. Walikuwa wanazungumza. Ndio. Kuhusu ufalme wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Kuhusu mambo ya Mungu. Ndio. Kuhusu kazi ya Jehova. Oh yes. Kuhusu matendo ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Biblia inasema ya kwamba walikuwa wanasemezana. Hawa waliokuwa wanamcha Mungu. Ndio. Hawa walikuwa watu wa Jehova. Oh yes. Hawa walikuwa wameokoka na kujua Mungu wao. Ndio. Sasa maandiko inasema walikuwa wanatembea. Oh yes. Na watafakari ukuu wa Bwana. Ndio. Walikuwa wanatafakari. Oh yes. Matendo ambayo Yesu anatenda. Ndio. Labda ni mahali ambapo walikuwa wanashiriki. Hao watu wawili ninaona wakitembea. Ndio. Labda that day walikuwa wametoka kanisani. Mungu akawa ametembea kwa ile kanisa kwa njia ya ajabu. Ndio. Sasa walikuwa wanatafakari. Hali ya kutafakari, mchungaji, Ndio, ni hali ya kukaa hivi. Yes. Na hao watu wanasema unaona vile Mungu ametenda. Ndio. Labda kuna mtu alikuwa pale hiyo siku akaombewa akapona. Sasa walikuwa wanaongea. Ndio. Unaona jinsi Mungu alivyoponya huyo kiwete. Unaona jinsi Mungu alivyofungua macho ule ambaye alikuwa kipofu. Ndio. Wakawa wanaongea wanasemezana habari njema. Ndio. Kuhusu ufalme wa Bwana. Hallelujah. Wakawa wanaongea Ndio. kuhusu matendo ambayo Yesu ametenda siku hiyo katika kanisa lake. Ama kwa jumla wanaongea jinsi labda walianza bila kanisa. Ndio. Na sasa Mungu amewasaidia. Kanisa imeinuka. Ndio. Kanisa inaendelea vizuri. Kazi ya Mungu inaendelea kupanuka. Ndio. Yani wanaongea habari njema kabisa. Sema amen. Hallelujah. Watu hawa, yes, ninapendezwa na watu hawa. Ndio. Napendezwa na watu hawa. Ndio. Ambao walikuwa wanaongea. Ndio. Kuhusu ufalme wa Jehova. Ndio. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu akiwa juu mbinguni. Ndio. Akatazama watu wale. Akawatazama. Akapendezwa na watu wale. Ndio. Jinsi wanavyoongea kuhusu ufalme wa Mungu. Ndio. Wakapendezwa, Yesu akapendezwa na hawa watu wake. Yes. Sema amen. Amen. Kwa hivyo asubuhi ya leo, asubuhi ya siku ya leo, hiyo ujumbe ni wako. Ndio. Wewe mtu wa Mungu. Yes. Wewe uko mahali popote ulipo. Ndio. Yesu Kristo mwana wa Mungu anapenda sana. Ndio. Wakati watu wake wanatafakari mambo yake. Ndio. Wakati watu wake wanatafakari jinsi Bwana anatenda kazi katika jina la Yesu Kristo. Hawa wanatembea. Hawaongei mambo ingine. Wako na mambo ya kuongea mengine. Lakini laudi hii hawa walikuwa wameamua kutafakari mema ya Jehova. Wanatafakari wema wa Kristo, ukuu wa Bwana, uaminifu wa Jehova. Wanasema hawa ya kwamba Mungu amekuja, hakika ametendea watu wake kwa njia ajabu. Oh, hallelujah. Shout amen. Amen. Unajua kuna siku ambapo katika madhabahu ya Jehova Mungu huwa anashuka kwa njia ya ajabu kabisa. Anashuka na nguvu zake. Watu pale wanafunguliwa. Watu pale wanakombolewa. Watu pale wanainuliwa. Wengine wanapona instant. Hapo. Kama ni kiwete anainuka hapo. Kama ni kiziwi anasikia hapo. Na Mungu akaonekana kwa njia ya ajabu siku hiyo.
Sauti amen. Amen. Sasa hawa watu wa Mungu Ndio. wanaongea kuhusu ufalme wa Mungu. Ndio. Haleluya. Haleluya. Kuhusu ufalme wa mbinguni. Ndio. Na ninashukuru Mungu asubuhi ya leo. Maanake naye Mungu ni mwaminifu. Aliumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Ndio. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu akiwa juu mbinguni akapendezwa na Hawa. Ndio. Bwana asikie. Yes. Akapendezwa na wao. Ndio. Mchungaji akapendezwa. Yesu akapendezwa na hao. Na yeye mwenyewe akaamua asikize watu hawa jinsi wanavyoongea mema na mazuri ya Jehova. Sauti amen. Yesu akapendezwa na wao akiwa juu mbinguni. Yaani kuna mambo unaweza tenda. Kuna kitendo unaweza tenda mchungaji. Hata Yesu akiwa juu mbinguni apendezwa na wewe, afurahishwa na wewe, aache wengine wote akuje asikie huyu mtu anaongea kuhusu ufalme wake. Apendezwe na wewe leo. Yesu mwana wa Mungu, wakati unatafakari mema ya Bwana katika maisha yako, Yesu apendezwe na wewe wakati unamwekea nafasi katika unduma yake. Sauti amen. Amen. Ninaona labda watu hao ilikuwa hiyo siku labda kuna kazi njema walifanya ama walitumikia Mungu pale kanisani kwa njia ya ajabu. Huenda ikawa mchungaji ilikuwa siku ya matoleo, wakaenda pale mbele za Bwana na kile walikuwa nacho watu wakajitolea, watu wakatoa mali zao, watu wakatoa fedha zao, watu wakashikilia kazi ya Bwana. Wengine anakuja na milioni, wengine anakuja na milioni 2, wengine anakuja na kile alikuwa nacho anatolea Mungu. Wengine wanatoa hata shamba zao, wengine wanatoa gari lao, wengine anakuja anasema hii mshahara ni yangu ya mwezi wote, lakini nimemtolea Bwana maana ni yeye alinipatia na mimi nimekuja kumpatia ndio niweze kumshukuru na aweze kushikilia kazi yangu. Sema amen. Naona walikuwa wanaongea mambo kama haya ya kwamba tumeshika leo, tumeshikilia leo injili ya Bwana. Sauti amen. Wanasema leo pasta tumejitolea, leo pasta tumeona wema wa Bwana. Watu wamekuja kwa njia ya ajabu, watu wamekuja na upendo, watu wamekuja na nia moja na mawazo mamoja kwa sababu ya kazi ya Bwana. Sema amen. Wakawa wanaongea, wakawa wanatafakari kuhusu ufalme wa Jehova. Sema amen. Amen. Naye hapo pasa ndipo Yesu anasema haya katika neno lake. Anasema namna hii. Ndipo watu wanaomcha Mwenyezi Mungu walipozungumza wao kwa wao. Walikuwa wanaenda wakisemezana wao kwa wao. Sema amen. Naye Mwenyezi Mungu akasikia mazungumzo yao. Yaani Yesu alisikia habari njema hao walikuwa wanaongea. Akasikiza yale mazungumzo walikuwa wanazungumza kuhusu ufalme wa Mungu, kuhusu kazi ya Bwana, kuhusu matendo ya Jehova. Labda waliingia ile kanisa bila kitu chochote. Sasa walikuwa nasema kika Mungu ametukumbuka, Mungu ametubariki. Niliingia bila shamba, leo niko na shamba. Niliingia bila plota, leo nimepata plota. Niliingia bila kazi, leo nimepata kazi. Niliingia bila ndoa, leo nimepata ndoa. Niliingia pale sikuwa nimejenga, leo nimejenga. Niliingia pale nikitembea na miguu, leo niko na gari yangu. Yani wanaongea maongea mazuri ya Bwana. Wale waliomcha Bwana wanasemezana. Naye Yesu akiwa juu mbinguni akafurahishwa, akafurahia hii habari njema. Hawa watu wanasemezana, kumaanisha mchungaji, ndio Mungu huwa anasikiza kila maongeo ya mtu,
kila maongeo ya mtu aidha ni mazuri ama ni mabaya huwa anasikia. Haleluya. Akasikia hawa vile wanaongea ndio sio kawaida na watu wengine kabisa, sio kama vile walikuwa wameongea pengine siku nyingine. Hapana, hii maneno wameongea, ndio wameongea uzuri wa utukufu wangu. Haleluya. Mungu akiwa juu mbinguni ndio akapima maneno yao, akayapima na akapima akaona ya kwamba ndio haya maneno hawa watu wanaongea, yes, ni maneno wanaongea wakiwa ndani ya roho. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaongea juu ya ufalme wangu, ufalme wa Mungu. Wanaongea juu ya uzuri wa watumishi wangu. Hivyo ni kumaanisha kuna watu wanaongea mambo ya mabaya ya watumishi, mambo ya mabaya ya kanisa yao, ndio mambo ya mabaya ya uongozi wa kanisa, ndio yani kuna watu wanaongea vile wanaongea kabisa, lakini Mungu akasikiza vizuri. Ndio hao watu wawili vile walikuwa wanatembea wakiongea, ndio, na akasikiliza na akasikia ya kwamba hawa watu sio watu wa kawaida. Ndio vile wanaongea uzuri wa ukuu wangu. Yes. Vile wanaongea juu ya mazuri katika kanisa langu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wanaongea mabaya hata miujiza ikifanyika. Kuna watu wanaongea hata wakati watu wamejitolea katika kanisa. Ndio. Kwa hivyo kuna watu wanaongea kila aina ya maongeo kabisa, lakini Mungu akasikia watu wawili ndio ambao walikuwa wanaongea maneno mazuri sana, ndio kupitia kile kimefanyika katika madhabahu siku ile. Yes. Uzuri ambao umefanyika, vile uponyaji umeshuka. Ndio. Mungu akiwa juu mbinguni akafurahia kwamba kile amefanya duniani ndio kimefurahisha watoto wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Hiyo ni kumaanisha, mchungaji, ndio wakati tunaongea mazuri juu ya miujiza ambayo Mungu ametufanyia, akiwa juu mbinguni anasikiza. Na ninajua ya kwamba tukiongea mazuri hata mbingu itafanya zaidi. Hata mbingu itafanya zaidi. Mtazamaji, msikilizaji, kuanzia siku ya leo ni vizuri ujue na uelewe na upime maongeo ambayo unayaongea. Chochote ambacho unaongea mbingu inasikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kile unaongea na mshirika mwenzako mbingu inasikia. Kile unaongea na mke wako mbingu inasikia. Kile unaongea na familia yako mbingu inasikia. Kile unaongea na mtumishi mwenzako mbingu inaongea. Kwa hivyo kile huwa tunaongea, mchungaji, tukiwa na wewe mbingu huwa inaongea, inasikia. Kiwe ni kizuri, kiwe ni kibaya, mbingu huwa inasikia. Ikisikia Mungu anayapima. Mungu anayapima. Na unasikia hawa Mungu alisikiza vizuri na akapima maneno haya, akaona hii maneno yameguza moyo wangu, inapendeza. Ninasema leo katika jina la kile unaongea, ongea kitu kitamfurahisha Bwana, kitu ambacho kitamguza Bwana, kama vile hawa ndugu waliongea mpaka mbingu ikaachilia zaidi. Haleluya. Yesu akapendezwa na hao wanaongea kuhusu ufalme wake, kuhusu matendo yake, kuhusu miujiza yake, kuhusu mambo mazuri ambayo Bwana ametenda. Bwana asikie sana. Asifiwe. Na baada ya Yesu kusikia, Biblia inasema ya kwamba mstari wa 17 iliandikwa hivi ya kwamba Mwenyezi Mungu asema namna gani? Hao watakuwa watu wangu. Ndio. Kabla ya hapo, samahani, kuna mahali tumeruka. Rudia. Wakati ule naye Mwenyezi Mungu akasikia mazungumzo yao. Ndio. Alafu kutoka hapo mbele yake kikawekwa kitabu, ndio, ambapo iliandikwa kumbukumbu ya yale walikuwa wanaongea. Ndio. Sema amen. Amen. Na wao walikuwa wanaheshimu Mwenyezi Mungu. Haleluya. Bwana asikie sana. Amen. Kuna kumbukumbu ya mambo mazuri ambayo umekuwa ukitenda. Bwana anaenda
nitakuachilia na kitabu kitaandikwa kwa ajili yako siku ya leo. Yani hiyo kazi njema umefanya, hiyo mazuri ambayo umetenda, Biblia inasema ya kwamba Yesu akaamurisha ya kwamba kitabu kiletwe mbele yake, na ikawekwa kumbukumbu kwa mazuri walikuwa wanaongea, kwa mazuri walikuwa wametenda katika yale madhabahu. Kwa hivyo asubuhi ya leo ama mchana wa leo ama siku ya leo, wewe mtu wa Mungu, hebu angalia katika maisha yako, katika kutenda kazi kwako, aswa kuhusu ufalme wa Bwana, ya kwamba Yehova anasema kuna kumbukumbu ataweka kwa sababu ya watu wake. Kitabu ikaandikwa ya kwamba siku hii hawa watu walitumikia Mungu, ikaandikwa siku hii hawa watu walisitolea kwa Mungu, ikaandikwa siku hii hawa watu walishuhudia mema ya Bwana aliyotenda katika hayo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe siku ya leo unaweza siku ya leo kuwa mmoja wao, ya kwamba kumbukumbu itaandikwa kwa sababu yako. Uamue leo nitashikilia yale madhabahu, mahali ninaenda iandikwe leo, nitajitolea kwa sababu ya Injili na kwa kazi ya Bwana. Iandikwe leo, maongeo yangu haitakuwa ya kawaida, itakuwa maongeo ya kusifu Bwana na kutukuza Jehova. Sema amen. Hallelujah. Kwa Yesu anapendezwa na watu ambao wanatafakari kuhusu neno lake, kuhusu ufalme wake, kuhusu kazi yake, kuhusu madhabahu yake, kuhusu injili yake. Anapendezwa sana. Anapendezwa. Sauti amen. Wao waliongea tu, lakini hawakujua Yesu ako hapo, anasikia kile wanaongea. Imagine katika dunia yote watu walikuwa wanaongea mambo mengi sana, lakini hawa Yesu alikuja kwao, akakuja karibu. Aliposikia yale manukato ya mambo mazuri wanaongea, yale manukato ya sauti nzuri wanatoa kuhusu ufalme na kazi ya Jehova. Hallelujah. Sema amen. Akaamurisha hapo kitabu kiletwe na kumbukumbu ikaandikwe. Sema amen. Ati hawa waliniheshimu, ati hawa walinitumikia, ati hawa hata kwa maneno yao, hata kwa matendo yao, hata kwa fedha zao, hata kwa kila wako nacho, hawa wameniheshimu. Hallelujah. Yesu mwenyewe akatoa ushuhuda kwa sababu yao. Yesu akashuka kusikiza ushuhuda ya watu wake. Yesu akapendezwa na watu wale wanaomcha na kumtumikia. Ukinugunika, sema amen. Ukinugunika anasikia tu. Ukilalamika anasikia tu. Ndio anasikia. Kila kitu mazuri na mabaya anasikiza, yote anasikiza. Lakini sasa anayapima, anaona ni gani inanipendeza, ni gani inanitukuza, ni gani mzuri, ni gani inasiku jina langu. Sema amen. Baada ya kitabu na kumbukumbu pale, Biblia inasema ya kwamba ikaandikwa namna hii. Mwenyezi Mungu asema namna gani? Hao watakuwa watu wangu. Hallelujah. Hawa watakuwa watu wangu. Yani kuna mahali inafika hata Yesu mwenyewe akiwa juu mbinguni, baada ya kutenda kitendo fulani, baada ya kutukuza na kuinua Bwana, baada ya kwenda kwa madhabahu na kushuhudia yale Mungu ametenda, Yesu anasema hawa watakuwa watu wangu kwa yale wamenitendea, kwa vile wamenishikilia, kwa vile wametoa ushuhuda mbele za watu. Hawakuaibika, wamejenga mwili wa Kristo. Hawakuaibika, wametifu Bwana wa mabwana. Hawakuaibika, wamesema ukuu wa Bwana. Hao watakuwa watu wangu, asema Bwana, kwa sababu ya maneno tu. Kwa hivyo kile unaongea ni very important.
Yaani Mungu amewachagua kwa sababu ya kile wameongea. Ndio. Hata hajaongea mambo mengi. Hapana. Yale maneno walisikia tu. Yakinukia kama manukato. Yakampendeza. Mpata pengine hawakuwa wamehesabika katika ufalme wa mbinguni. Ndio. Lakini maneno haya yakamvutia Bwana Yesu. Ndio. Mpaka akawaambia kuanzia leo nimewaandika katika kitabu cha ufalme wa mbinguni. Haleluya. Kwa hivyo kuna maana. Ndio. Katika hali ya maongeo kuna maana. Kile mtu mchungaji anaongea ndio ni kitu cha maana sana sana. Kile unaongea kuhusu kanisa lako, ndio, kuhusu mchungaji, ndio, kuhusu boma yako, ndio. Yani maongeo yote ambayo unaongea, ndio, usifikirie tu ni wewe na yule mnaongea na yeye. Hapana. Mbinguni ama bingu inasikiza. Bingu inasikiza. Bingu inasikiza kabisa na inapima. Na inapima. Kwa hiyo yanasikika na yanapimwa. Na yanapimwa. Yawekwe kwa ratili. Amen. Amen. Ikaandikwa hivi. Ikaandikwa ati hawa watakuwa watu wangu. Hawa watakuwa watu wangu. Watakuwa urithi wangu. Watakuwa wamepata urithi. Wamepata urithi hapo kupitia maongeo. Urithi wamepokea. Urithi wamepokea. Sema amen. Amen. Na ni urithi maalum. Siku ile nitakapoinuka kufanya ninalo kushuhudia. Haleluya. Kuna mambo Mungu amekushuhudia kufanya kwa maisha yetu, kutenda kwa maisha yetu, lakini anakuta saa ingine Yesu anapokuja ndiposa tupokee hii urithi, anakuta tuko kinyume na yeye, anakuta tuko mbali na yeye, anakuta hata mioyo yetu imtukuzi, anakuta mioyo yetu iko mbali sana na yeye. Kwa hivyo siku ya leo Yesu anatuambia yeye amekushuhudia kufanya mambo mazuri katika maisha yetu, jambo la mahana. Anakuambia ya kwamba wewe mtu wa Mungu usimame imara, sikiza neno lake, himiza neno lake, fuatilia neno lake, ongea kuhusu ufalme wake, makuu yake, neema yake, baraka zake, kazi yake njema ametenda. Ongea kuhusu ufalme wa Mungu. Ndio ufalme wa mbinguni. Hapo aliposikia akaamrisha kitabu kikuje, na baada ya hiyo unakuta ya kwamba walikuwa katika hali ya umbali na Yesu. Lakini Yesu amesema hawa watakuwa watu wangu, warithi wake, na watarithi. Sema amen. Kupitia tu maongeo yao. Mambo tunaonaga ni kidogo hiyo tu, maongeo tu. Wewe umesema tu na umeenda, lakini katika mbingu imesikia hiyo maneno ameongea ni ya ukweli ama ni uongo. Haya maneno ameongea inanisifu, inanipendeza nikiwa juu mbinguni, ama ni maneno ya aina gani? Bwana asikie sana. Amen. Kwa hivyo watu hawa, maana Biblia imeanza kusema ni wamcha Mungu, yani walikuwa watu wa kusifu na kuinua Yesu. Amen. Kwa hivyo yale mambo walikuwa wanaongea, maana Biblia imeanza kusema walikuwa watu wa kumcha Mungu. Yani walikuwa wanaongea kuhusu mambo ya ufalme wa Mungu wa mbinguni. Bwana asikie sana. Ndiposa Yesu akasikiza na akakuja karibu na wao, akayatafakari maneno ambayo watu hawa wananena. Hapo akasema na kumbukumbu, kitabu ya kumbukumbu iandikwa kwa sababu yao. Sema amen. Na baada ya kuandikwa pale, Yesu sasa anafuatilisha na baraka zake juu ya watu hawa. Hawa watakuwa warithi. Ukisikia Yesu anakuambia utakuwa mrithi, ni kurithi baraka, ni kurithi kibali, ni kurithi ushindi. Unapokea. Sema amen. Maana makusudia ya Bwana ni mema kwa maisha yetu. Anasema kile nimekushuhudia kwa sababu ya hawa wamenisifu, kwa sababu ya hawa wamenipendeza, hakika ninaenda kuachilia hiyo baraka juu yao. Kusudi la Jehova litatimie kwa maisha yao. Ile ahadi uliahidiwa Bwana akutimizie. Baraka unahitaji Bwana akupatie. Hiyo baraka unahitaji Yesu akupatie. Hiyo kibali unataka Yesu akupee. Hiyo visa Bwana akupatie. Hiyo
ninaamurisha baraka Ndio. katika maisha yao. Hallelujah. Hata wewe ndugu na dada, wewe ambao unatutazama, wewe ambao unatufuatilia, wewe ambao uko pale, aidha uko Kenya, aidha uko ng'ambo, aidha uko mahali popote, Yesu anasema siku ya leo unapompendeza yeye akiwa juu mbinguni, unaamurisha baraka. Unampendeza Bwana, hapo baraka yako anaiachilia. Pokea urithi katika maisha yako. Hallelujah. Urithi. Unajua Urithi. kuna hali ya kurithi. Ndio. Kuna wazazi unakuta Mungu aliwafanikisha kwa maisha. Ndio. Wakabarikiwa na wakainuliwa. Ndio. Sasa siku zake zikikaribia, anaamua sasa aache urithi. Aachie watoto wake urithi. Sema amen. Urithi haipeanagwi kwa majirani. Hapana. Urithi si ya watu wa kule nje. Urithi ni watoto wa boma. Watoto wa boma. Sema amen. Sasa Yesu anakuweka hapo. Kuwa mtoto wake. Mama amesema watakuwa watu wangu. Si ndio? Utakuwa mtoto wa Mungu. Ndio. Utakuwa mrithi pamoja na Yesu. Kwa Yesu. Sema amen. Hallelujah. Na ukirithi kutoka kwa Mungu, ndio. Ni nini hiyo hautapata? Ni nini? Hallelujah. Yesu ndiye mwenye kila kitu. Na amekuita mtoto wake. Na amekuita mrithi wake. Ina maana utamrithi kile ambacho unahitaji. Hicho ndiye atakupatia. Kile ambacho unatamani, hicho ndiye ataachilia katika maisha yako. In the name of Jesus. Sema amen. Hallelujah. Tunapoenda kumalizia. Ndio. Maandiko yanaendelea kusema. Yanasemaje? Baada ya kurithi. Ndio. Kutoka hapo Biblia inasema ya kwamba Mungu atawafanya kulingana na kusudi lake. Ndio. Alafu kutoka hapo sitawadhuru kama vile baba asivyomdhuru mwanawe. Ndio. Anayemtumikia. Sitamdhuru. Hautadhuriwa. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hakuna mabaya yoyote itakupata. Ndio. Wewe ambaye unatumikia Mungu. Ndio. Hakuna magonjwa yoyote itapata nafasi kwa maisha yako. Wewe ambaye unatumikia Mungu. Ndio. Wewe ambaye unatoa mali yako kwa sababu ya Jehova. Ndio. Wewe ambaye unashuhudia mema na makuu ya Bwana katika jina la Yesu. Ndio. Anasema mabaya yoyote hayatakudhuru. Kama vile baba huwa anapendezwa na mtoto ambaye huwa anamsikia na anamfuatilia. Asema Bwana wa mbinguni, wewe unapenda Mungu. Wewe umesimama na Mungu. Wewe unatafuta uso wa Mungu. Wewe unakaa kando ya mapenzi ya Bwana. Anasema ya kwamba mabaya yoyote ameifukuza mbali na wewe. Na utakuwa mtu wa baraka. Mstari wa mwisho. Ni kweli mchungaji. Thank you. Kabisa. Ndio tumalizie kwa pamoja. Mstari wa 18. Ndio. Hapo ndipo mtakapotambua tena tofauti iliyoko kati ya waadilifu na waovu, nami kati ya mtu anayemtumikia Mungu na asiyemtumikia Jehova. Sema amen. Amen. Yesu anasema kutakuwa na utofauti. Ndio. Ataweka tofauti kati ya anayemcha Mungu na asiyemcha Mungu. Kati ambaye anatambua Mungu na asiyetambua Mungu. Ni lazima kuwe na difference. Kuna utofauti. Usidanganywe na mtu yeyote. Maana Mungu wetu na baba yetu anatujua na anatufahamu. Na tena anatuelewa vizuri. Alituambia, alituumba kusudi tuweze kumpatia sifa na tuweze kumuinua wakati wote. Kwa hivyo wakati wote unapojitakuwa na kuchukua nafasi ya kwenda katika nyumba la Bwana, kwenda kumuinua na kumwabudu katika kila uko nacho, hata kama hauna chochote, umeenda mbele za Bwana, umeleta mabundi yako kwake, umemwambia Baba asante kwa mema na mazuri umenitendea. Baba asante kwa umbali umenitoa na mahali nimefika. Yesu anapendezwa na mtu wa namna hiyo. Na anasema wakati tutamtumikia mchungaji haitakuwa bure mbele za Bwana. Hakuna hasara wakati tunamtumikia. Hakuna hasara wakati tunafanya kazi yake. Hakuna hasara wakati unaenda kuosha nyumba la Mungu. Hakuna hasara wakati unatoa kile uko nacho kwa sababu ya kusapota kazi ya Jehova. Hakuna
hasara. Hakuna. Yesu anasema ya kwamba ataweka tofauti. Ataweka tofauti wanaomjua na wasiomjua. Sema amen. Kutakuwa na difference. Bwana asikie. Hata nikikuangalia hivi ninajua hapa huyu mtu ni mtu wa Mungu. Huyu ni mtu wa Mungu. Sema amen. Ukiangalia ule mtu ambaye ako mbali na Mungu, unaona yani ako kweli mbali na Jehova. Kuna utofauti. Leo Mungu anatuambia tumkaribie yeye na yeye atatukaribia. Hata wewe uko mbali asubuhi ya leo, sikia neno la Jehova. Anakuambia njoo. Yeye ana ubaguzi. Yeye anakupenda. Wewe chagua jambo moja ya kumtumikia leo. Chagua jambo moja ya kusimama na yeye leo. Chagua jambo moja ya kuacha mambo mengine yote. Usimame na Jehova. Oh, hallelujah. Sema amen. Amen. Na ukisimama na yeye, anakuambia atakufanya mrithi pamoja na wengine. Anasema baraka zitaandamana na wewe. Anasema kibali kitakuwa juu ya maisha yako. Hiyo njia unataka ifunguke. Mwenye kufungua hiyo njia ni Mwenyezi Mungu. Mwenye kubariki ni huyo mmoja anaitwa Jehova Jireh. Mwenye kufanikisha ni huyo. Huyo peke yake. Sema amen. Kwa hivyo asubuhi ya leo na mchana wa leo Yesu anakuita. Anakuambia njoo ndugu, njoo dada, njoo mzee, njoo mama, mahali popote ulipo. Yesu anaomba leo umtafute yeye na yeye ataamurisha baraka kwa maisha yako. Hallelujah. Sema amen. Ukiitwa mrithi, ujue umebarikiwa. Umepata kila kitu. Sema amen. Na kushundi lako Baba anasema atakutimizia. Na kutoka hapo watu watajua na wataelewa ya kwamba huyu kweli ni mtu wa Mungu. Huyu amebarikiwa na Mungu. Ukiona Mungu ameanza kufanya, unainua magorofa, unajenga manyumba, unafanikiwa kwa kila hali, familia na watoto. Watu wanasema huyu ni mbarikiwa Bwana. Huyu Yesu kweli amependezwa naye. Huyu amepata kibali. Ukiweka mifugo inanawiri. Haleluya. Kila mahali ukiweka kwa mashamba yako tele baraka za Bwana. Ukiweka nguruwe wanasema kweli huyu mtu zinadherema kudherema. Sema amen. Tofauti. Bwana asifiwe. Hata zinaonekana. Nguruwe mtu wa Mungu na nguruwe za mtu ambaye ako kando. Hajajuana na Mungu. Inakuwa tofauti. Ng'ombe hivyo. Si ni Biblia imesema? Ni Biblia. Utaona utofauti. Ya kwamba huyu mtu ni mbarikiwa wa Mungu. Kabisa. Na huyu mwingine ako pande nyingine kando. Kabisa. Kwa hivyo upande wa Mungu kuna utele. Kuna wingi. Na faida. Kazi iko sawa. Haleluya. Hata mahali unaenda ng'ambo ni mahali pazuri. Inajulikana. Wewe ni mtu wa Mungu. Amen. Vile unakaa hata kwa ofisi. Hata vile unafanya kazi. Hata watu wanajua. Hata bila kuongea. Watu wanajua this woman is blessed of God. Hallelujah. Huyu ni mbarikiwa wa Mungu. Mbarikiwa Bwana. Yani unaweza kuwa hata pengine huna hiyo pesa mingi. Lakini utukufu wa Mungu. Biblia inasema kuna utofauti. Ataweka utofauti. Kwa hivyo anakuweka yani hiyo utofauti. Anakuweka hiyo mafuta yake. Unaonekana wewe uko sawa katikati ya watu wengine. Hajaona mchungaji mtu pengine anakuwa na mali mingi lakini hana ile utukufu. Bado ameparara. Ako na mali mingi, hata ukiambiwa huyu ndio mwenye hii mali ile utukufu wa Mungu hana. Na unakuta mtu mwingine hana hiyo mingi lakini yako sawa. Hiyo kidogo kwa sababu moyo uko sawa. Mawazo iko sawa. Hajabebana mambo mingi. Hapana. Uso iko sawa. Kabisa. Inameremeta. Hiyo ndio tunasema utofauti. Haleluya. Utofauti utaonekana. Utaona huyu mtu ang'ang'ani na maisha. Ang'ang'ani mchungaji.
hawezi ang'ang'ana. Anaenda pole pole. Ndio. Hana mambo mengi. Ametulia tu. Ndio. Hiyo ndio utofauti. Hiyo ndio utofauti. Iko hapo. Hapo ndio Biblia inasema kuna utofauti. Watu watajua kuna utofauti. Ndio. Ya kwamba huyu mtu ni mbarikiwa, ni mtu wa Mungu kabisa. Hata akienda mahali ameajiriwa, within no time anapata promotion. Hiyo ndio kibali ya Mungu. Ndio hiyo. Watu wanaanza kulalamika. Ati tumekaa hapa miaka 5 hatujaipata promotion. Yetu yote ililaliwa, promotion ililaliwa, yetu ililaliwa. Huyu ameingia miezi 2. 2 months. Okay. Lakini sasa amepata promotion. Ndio anasema. Na hiyo sio wa mwisho. After another 3 months anaendelea, anaingia tena ingine. Kibali ya Mungu. Kibali ya Haleluya. Haleluya. Katika maisha haya ile tunahitaji hiyo kibali ya Mungu. Hiyo kibali. Tukipata kibali ya Mungu, tukipokea hiyo, hatutangangana. Tukipata kibali ya Mungu, mambo itakuwa inajileta yenyewe. Ukiingia kwa ofisi, kibali inakutangulia. Ukiingia kwa ukulima, kibali inakutangulia. Ukiweka kanisa, kibali inakutangulia. Na ndio hiyo urithi. Ndio hiyo urithi. Urithi ni vitu zote za Mungu. Ndio hiyo. Promotion. Si ni urithi. Ni urithi. Ndio hiyo sasa. Hiyo mambo mazuri. Si ni urithi. Ni urithi sasa. Hizo baraka iko hapo. Si ni urithi. Mashamba na magari ziko hapo. Ni urithi. Kwa hivyo watu wakiona uko na manyumba makubwa wasilalamike. Wasilalamike. Umepokea urithi. Umepokea urithi. Ni urithi ya Yesu. Baada ya kutumikia Mungu. Ukiona na gari kubwa. Ni urithi. Ni urithi. Si ni urithi mchungaji. Ndio hiyo sasa. Watu wasilalamike. Wasilalamike. Mungu amepeana urithi. Ndio. Ukiniona niko sawa sawa. Usilalamike. Ni urithi. Nimepokea urithi. Urithi ambao Mungu ameongea. Haleluya. Sema amen. Ukapokea urithi wa Mungu. Na ukaparara. Hapana. Hapana. Ni lazima umemetamete. Kabisa. Kabisa. Kila kitu ni kizuri. Ndio hiyo. Kabisa. Kwa hivyo unayotusikiza na unayotufuatilia, ndio leo kwa jina la Yesu Kristo, pokea urithi wako. Pokea urithi wako. Leo kwa Yesu pokea urithi. Leo kwa Yesu pokea kibali. Leo kwa Yesu pokea baraka. Leo kwa Yesu pokea ndoa. Hata wewe ambaye unapendeza Mungu asubuhi ya leo, amesema atakutimizia makusudi yako. Kile unapenda na kile umeomba na kile unatarajia, Bwana atakupatia siku ya leo. Katika jina la Yesu. Penda Mungu. Tumikia Mungu. Tolea Mungu shuhuda. Shikilia kazi ya Mungu. Na haya mengine utazidishiwa. Bwana atakuzidishia. Katika jina la Yesu. Tumalizia hapo. Mungu wa uzima wa milele awabariki. Mungu wa uzima wa milele awatende mazuri. Asante. Nimesema ujumbe wangu. Mungu anasikia. Na akisikia yeye anatenda. Maana yeye ni mwaminifu. Katika jina la Yesu. Amesikia kilio yako. Amesikia maombi yako. Amesikia haja za moyo wako leo. Na anakuja kutimizia. Na ile kazi umekuwa ukifanya, akona macho na macho yake inaona. Ameona hiyo kazi umefanya na vile umemtumikia, naye leo amesema urithi unapokea. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu abariki, Mungu atende mema, na Mungu awainue katika jina la Yesu. Labda umetufuatilia na hujaokoka, unauliza hii urithi nitapata wapi? Yesu ndiye anapeana. Kwa hivyo njoo kwa Yesu kwanza, umkubali awe Mwokozi, kisha baadaye hayo mengine unahitaji atakuzidishia katika jina la Yesu. Rudia ili ombe nyuma yangu katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekuja mbele zako. Nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba siku ya leo. Naomba siku ya leo. Unisamehe. Unisamehe. Dhambi na makosa nimefanya mbele yako. Nimefanya mbele zako. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu. Kwenye kitabu cha hukumu. Uandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Nimeokoka. Na Yesu ni Bwana. Nikuombee Baba katika jina la Yesu Kristo. Nasema ni asante kwa sababu ya huu mpendwa, huyu ambaye amesikia neno, huyu ambaye ameokoka, huyu ambaye amekiri kutoka siku ya leo Bwana. Ninajua ya kwamba Bwana katika majina yake umeandika katika kitabu cha uzima wa milele. Huyu ni mbarikiwa wako, umsaidie kutembea katika njia zako katika jina la Yesu. Asante Baba, maana umemuokoa na utasimama na yeye katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen, amen. Wewe umeokoka, hapo unaishi, hapo unakaa,
Ukiangalia kulia, kusoto, kusini, kaskazini, najua kuna kanisa iko hapo. Jiunge na ile kanisa iko karibu na wewe, enda hapo, abudu Mungu hapo, tumikia Mungu hapo, na Mungu atakubariki sana. Lakini kama uko karibu, tumekukaribisha katika kanisa la Jesus Winner Ministry. Tuko hapa Roysambu, karibu. Bwana atakubariki, akutende mema kwa jina la Yesu. Asanteni, Mungu abariki sana. Karibu kiongozi. Thank you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mahali popote ulipo, tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya hilo neno. Mchungaji, Mungu akubariki sana kwa sababu ya mahubiri hayo ya siku ya leo ambayo Mungu amekusaidia. Tunasema Mungu apokee utukufu na sifa zote. Kwa hivyo mahali popote ulipo, ninajua umebarikiwa. Sina mambo mengi, nataka mahali popote ulipo tuweze kuomba. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakuinua. Tunasema ni asanti kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asanti kwa sababu ya neno ambalo umeshukisha leo kupitia kwa mtumishi wako siku ya leo. Ya kwamba maneno Mwenyezi Mungu ambayo tunanena kila mmoja, mbingu inayasikia na inayapima. Baba, tusaidie kunena mazuri. Tusaidie na utusamehe Bwana, kwa sababu kwa njia moja au nyingine tumeongea maneno ambayo Mwenyezi Mungu ni ya kudhihaki. Lakini leo tunaomba msamaha wa dhambi. Utusamehe sisi wote Bwana. Baba, kile tumeongea, kile tumenena, kile tumesemezana, simu tumepiga Baba Mungu wetu, tukapiganisha watu, tukafanya mabaya, tukapiga wachungaji, tukapiga watu wetu, tukapiga marafiki, tukapiga majirani. Kile chochote tumekifanya Mwenyezi Mungu ambacho wakati ulikipima ukaona tumefanya kiovu, Baba tunaomba utusamehe siku ya leo. Ututakaze na utakaze mienendo yetu. Utakaze Baba Mungu wetu maneno yote ambayo tunatoa kutupitia kinywa chetu Mwenyezi Mungu. Ututakaze kuanzia siku ya leo. Upande mbegu siku ya leo, ili wakati wote tunapoongea tuongee ushindi, tuongee baraka, tuongee maneno ambayo Mwenyezi Mungu ambayo kule juu mbinguni haya maneno yanaheshimika katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu utatusaidia. Asante kwa sababu Bwana Mungu wetu utatulainisha. Asante kwa sababu hauwezi ukashukisha neno lako Mwenyezi Mungu Baba Mungu wetu likakosa kufanya makusudi. Makusudi yako Mwenyezi Mungu ni tuweze kuongea na kunena mazuri katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea mtazamaji na msikilizaji mahali popote ulipo. Baba, tunaombea walio wagonjwa Baba Mungu wetu, ambao wamelazwa, wanaoenda kwa theater sasa hivi. Tunaomba mkono wako wa ushindi, mkono wako wa uponyaji Baba Mungu wetu, katembea ndani maisha yao katika jina la Yesu. Wanaoingia makotini Mwenyezi Mungu, simama kwa wao Mwenyezi Mungu. Usimame kwa niaba yao kwa sababu ni Mungu mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine wanaenda interview Mwenyezi Mungu. Tunawaombea Mwenyezi Mungu, wanaweza kosa kujua kuongea, lakini tunaomba malaika wako na jeshi la mbinguni likatembea mbele yao Mwenyezi Mungu, likawatetea, likaongea kwa niaba yao katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu unaenda kutenda, kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Uinuliwe na hata utukuzwe wa milele katika jina la Yesu. Tunazidi kuombea uchumi wa nchi Baba Mungu wetu, ukausimamisha imara kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Pia tunaombea Baba Mungu wetu vijana wetu, ukazidi kuwasimamisha, ukazidi kuwafungulia njia za ajabu kwa sababu wewe ndiye unaweza katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe, utukuzwe na hata uimidiwe milele katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tumeomba na hata tumeamini. Amen. Sema amen. Amen. Sema haleluya. Hallelujah. Mungu awabariki na watende mema. Sasa sina lingine bali ni kumwalika ndugu wetu Ada hapa aweze kuendelea, aendelee mpaka tamati. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, Mwenyezi Mungu pia awabariki kwa sababu ya kazi nzuri ambayo mmeifanya kutulesha na neno la Mwenyezi Mungu. Neno lenyewe najua limekujenga mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji. May the Lord bless you so much kwa sababu ya kuendelea kutazama na kusikiliza katika kituo hiki. Tumejiamini na tumejitolea kuhakikisha kwamba tunakuletea neno la Mwenyezi Mungu, tunakulisha kiroho, tunakuvusha kutoka upande mmoja wa kukosa matumaini hadi upande mwingine wa kupata matumaini makubwa. Nimekuja kuzisoma jumbe ambazo umezituma. Mwenyezi Mungu akubariki wewe ambaye ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.
mũrabatara indo cia kũhunjia ona kana cia kwanĩrĩra, Smart Search Limited nĩkĩo kĩhonia gĩaku. Smart Search Limited nĩ nduka wa wendia wa indo ciothe cia kwanĩrĩra kana cia kĩhunjio, magĩkwenderia microphone mĩthemba yothe hamwe na stand ciacio. Speaker cia ikĩro ciothe nĩcio full range, mid range, bass na monitor speakers hamwe na stand ciacio. Ona ningĩ no marakwenderia indo cia kũina nĩcio keyboard, guitar, drum set, violin, oro ũndũ ũmwe na generator cia mĩthemba yothe. Makoragwo Nairobi, Kamae Road kũrigania na Lucky House. No aranĩrie na Smart Search Limited kũgerera nenda ciao cia ũkinyanĩria kana ũmahũrĩre thimũ kũgerera 0720 046 100 kana 0739 046 100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Mwiroreri wa Kiheo TV utangimenya kuria umite ndungimenya kuria werekeire na nikio nie Wangari wa Kimani ndikurehagira ciaga tene thiine wa Kiheo TV ndikeje kumenya wega indo yuaga na ndoceragiro hihi uri we uria matura matiganite metirwo guo niki wa muhiano itura ria Gathara-ini Githurai Ting'ang'a Kirigiti gacagati ka maingĩ hihi ni uri we uria maundu mekikaga na uria mekagwo na hau kabere nyitanagira na nie Wangari wa Kimani thiine wa tabarĩra ya nyĩmbo cia gatene tugakorwo tukirunga meri matatu tukiohegania oro ndumwe na gucanjamuka na nyĩmbo cia gatene.